Kabidi siku moja sasa nimueleze mama yangu. Dada hapo nishafika darasa la ngapi? La 6 tayari. 6 umekuwa kuwa mkubwa kidogo. Nikamueleza. Ilikuwaje siku hiyo na kwa nini ulifikiria hivyo? Niliona maana sasa kaka kinataka nyumbani mimi sitaki. Naogopa. Na yeye akikaa nyumbani najua hapa akikaa hapa hivi nitaanza kuambia. Na kikaa tu akiniangalia tu hivi. Basi sijui akili yake inaama. Sielewi nilikopoba ni mzuri mimi sielewi. Nakaga tu najiuliza. Anachanganyikiwa tu. Anakwambia njoo. Akishakwambia njoo, hata wewe mzuri vipi wewe mtoto wake? Anakwambia vitu vya ajabu. Ajabu una nguo za ndani ngapi? Nataka yaani ananifanya kama kumponda mamangu. Na mwana mamako alivyo mjinga sana huyo. Ana akiniona jinsi ninavyogombana naye, atakuwa anakupa hichi na hichi. Sasa mimi nasoma utanipaje hichi na hichi? Kwa hiyo ikabidi siku hiyo nimueleze mama. Mimi unajua kwa nini mimi nataka kwenda na kwenye majani? Baba huwa ananiambia 1 2 3. Ananiambia niende kama hivi usiku anapokujaga ananiambia twende hivi, ananipeleka kule kwenye migomba na ananiambia nitoe nguo. Kwa mimi waga nakimbia, ndio maana sasa mimi narudi huku yeye anakuwa wa mwisho kuja. Maana anatabia ile kuja jioni na ananiambia twende hivi dukani. Kwa sasa mamangu hizo mwambie usiondoke na mtoto usiku. Kwa akifika kule mimi nasumbua, nakimbia. Afu anapotaka ni sehemu ambazo mimi sijui. Mama alilipokeaje? Alishtuka sana. Alilia. Alilia akaniambia kama ni hivyo. Sawa. Inabidi sasa kila mahali anaenda na mimi. Siachu nyumbani. Kila mahali anaenda na mimi. Nikaingia darasa la 7. Darasa la 7 nakumbukaga nilikimbia nyumbani. Nikafikia mtaani. Kwaga na marafiki zangu. Hivi hapo amekuwa kuwa mkubwa kidogo je? Au umri ulikuwa umeshaenda kidogo? Hapo si nimekwambia niko la 7. La 7 hiyo. Ndio ile kipindi sasa niko la 7. Unachomoka home unaenda mtaani. Niko mtaani. Nikatafuta kama wiki 2. Sasa nikagana. Mtaani je unakaa kwa nani? Yaani sio mbali kama hapa ni utoke ngao. Nakaa kwa mara. Yaani washikaji. Kwa washikaji sasa ndo wanaume. Sasa kama mtu anakwambia mambo ya kiutu uzima, kwa hiyo lazima na mimi nianze yani kuwa na mawazo. Kwa darasa la 7 unaenda ghetto kwa washikaji. Ambao ni ndugu. Lakini wakawa nifanyia chochote. Nikaa ile wananiambia wewe jifiche hapo. Usiku kweli kama wanakugadi. Usiku namuona kweli mamangu anapita ananitafuta, lakini sitoki. Sasa nikaa na msichana mwingine rafiki yangu, na yeye alikimbia. Yeye akaniambiaga yuko kwa Morombo. Nikabidi sasa nianze kumpigia na yeye simu. Kwa kwamba kwa Morombo akawa anafanya kazi za ndani. Na mimi sasa nikaa nataka na mimi ngoja nijiongeze sasa. Nikimbie, lakini sasa naendaje nitapokelewaje? Huyo mtu aiza akakupokea sababu sasa na alama kila mahali, nimevimba huku mikono hivi kupigwa na ule waya. Nikabidi sasa nifanye mbinu, sinajua hapa mchana baba hayupo, mama hayupo. Nilivyokuwa sasa sina akili. Nikaenda kuvaa nguo za shule. Yaani nikidai ya kwamba kwenye gari nitapunguziwa nini? Nauli. Nijiongeza lakini. Nikachukua na mayai alikopewa hapo pale kama mayai 6. Nikasema hapa nitauza, nitawasiliana na ule mtu. Kumbe na yeye pia ananifuatilia. Kumbe na yeye mzazi pia ananifuatilia. Tayari mtoto kashakuwa mkubwa, akiondoka hapa nyumbani itakuwa ni vibaya. Sasa nikafika mahali nikaa nimekaa. Yaani simu sinaomba, sina simu. Kwa na wasiliana na yule aliyopo kule. Naomba simu. Yaani naomba nakimbia nyumbani. Shoga yako alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Janet. Janet. Na yeye pia aliacha shule. La ngapi? La 7. Ili la 7 ili. Janet akapokea. Akana nielekeza. Sasa mimi mjini sijawahi kufika. Mimi nimezoea tu ni hapo Tengeru niende sokoni, nirudi nikimbizo nishie huko mtaani. Yaani hapa town hujawahi kabisa? Sijawahi. Na hata kama nikienda naenda lakini sijui. Nimeelewa. Unaingia tu kwenye gari unashuka na labda unakutana naenda sijui nikifika wapi wala wapi nitafanyaje. Katika kukaa pale nikabidi nimdanganye yule mama kwamba sijui unakumbuka nilimwambia nini, lakini nilikaa pale. Nikaambia lakini katika ile kukaa pale nikamuona babangu. Kule. Kwa Mrombo? Sio kwa Mrombo sijafika. Nimetoka maeneo ya nyumbani. Sasa nimeshavaa nguo za shule, niko na begi. Sasa katika ile nimekuona hisi nilivyoenda mimi nyumbani, kuna mtu alimwambia fulani kaja hapa katoka, kavaa nguo za shule. Sasa nikaa nimekaa pale na ule mama akanipa chakula, alikopoa ni kigenge. Nimekaa. Kwa sababu mimi sinatumia simu. Yaani naomba kuona namba za ule dada. Mara ule mzazi wangu akafika.
Alifika, maana sasa nimemshindwa kumkimbia. Yaani nimemuona, nimeshindwa kukimbia, nimeshindwa kufanyaje, akanikamata akanipeleka kituo cha usa. Mzazi huyo kufika pale sasa wale maskara wananiambia unataka kuolewa, kwa nini unakataa shule? Sisi mimi sababu ninaoteswa ni nini? Umekaza. Akaniweka kama siku 3 pale. Kituoni? Siku 3. Si ananikomoa? Yaani ameanza kuwa sugu mdogo sana. Ananikomoa. Ananikomoa kwa sababu mimi namkimbia. Unaelewa? Nikakaa pale siku 3. Nilivyorudi nyumbani taarifa hadi shuleni zimeshafika, nilikuwa nakimbia nini na nini hivyo. Nikamaliza la 7. Bahati mbaya matokeo yakawa yametoka, nimefeli. Kafika Januari nikapelekwa chuo cha ufundi cha mapishi, yani kutaka kushona, kupika pale. Katika hapo hicho kipindi baba ndo ananiandama kabisa. Unajua ananiambia hivi, kule chuo alikupeleka nani? Mama Dingi? Baba yeye mwenyewe. Katika zile siku zetu za maisha kule, kukutongoza, kukutamani kulikuwa kunaendelea. Yani kila kukicha ni ile tu mimi ninavyokimbia, lakini nilishamgusia mama hiyo. Mama ana taarifa. Nilimwambia nikiwa darasa la 6. Na kipindi ambacho mama ulimwambia, aliwahi kumuuliza chochote Dingi au alimkaushia? Hakuwahi kumwambia. Sikujua kama alimwambia. Lakini na wagange mwambia lingetokea balaa sana. Sasa sijui sasa yale ilipokea, lakini najua alilia. Na hisi anamjua mume wake sio mtu ule wa kukaa. Yaani tuseme ni anamsaliti mama. Kwa hiyo akaa anamuelewa. Lakini ilimuumiza. Kweli nikapelekwa chuo. Sasa sijui kashana ndo nimeshakuwa mkubwa. Unajua jinsi siku zinavyoenda nazidi kubadilika. Akaa anaendelea kunisumbua. Ikabidi sasa kule chuo nimesoma, hata sijamaliza hiyo miaka 2 niloambiwa. Walimu wakawa wamesema huku mjini kuna watu wanahitajiwa wa field. Sasa hapo tayari nimeshasoma miezi 3. Nikasema ni heri niende nikawaeleze nyumbani ya kwamba wanahitaji watu wa field ili niweze kufanyaje, maana sina amani. Kweli nikaja nikawaeleza. Baba akanipa simu ili jinsi unavyokuja huku ili muwasiliane. Kweli nikapewa shilingi 50, nikapeleka shuleni, walimu nao wakanipeleka field. Nikaja hoteli moja huku Nyanzini inaitwa Chess Motel. Hiyo hoteli inaitwa Chess Motel, lakini baba akataka kumjua yule meneja pale. Akampa masharti, sitaki huyo mtoto atoke hapo. Yaani popote anapoenda, yaani awe na taarifa. Yaani mimi nikitaka kutoka pale awe na taarifa. Maana kule stari nishamkimbia. Akasa ananipigeni kama ndo tunatongozana sasa. Tongoza sasa, natongozwa na mtu. Baki cha ajabu unaongea na nani? Na baba yako. Atakuwa anakutumia hela akula. Kwa vile hapa nyumbani sio ulikuwa unamuogopa mama yako. Nielekeze huko ulipo, mimi nitafanyaje? Nitakuja. Itakuwa hiyo ni siri yangu mimi na wewe. Kuona hapo tayari na ule meneja mimi nikimwambia bana nataka leo nitoke, na Esa akamsikiliza. Sisi hajui. Kwani kwenye kupata kazi pale alikusaidia connection au? Yaani ile ilikuwa ni field. Walikuwa wanahitaji matrainia. Kwa hiyo meneja na Dingi wakiongea anamsikiliza, nimekuelewa. Kwa sababu ule dada akaa juu, kwa nini labda mzazi wake huyu kaniambia mtoto asitoke hapa. Kwa kwamba nini akitoka apewe taarifa. Kwa sababu na yeye huko ananiambia mimi nataka kuja huko nielekeze mahali ulipo. Hapa nyumbani sio uko naogopa. Mimi sasa namkatalia, lakini nataka hela atume. Sinajua nakula kule. Kuelewa. Kwa hiyo hela ulikuwa unapokea? Hela nilikuwa napokea. Kwa mfano anaweza katuma shilingi ngapi? Anaweza kanitumia 10,000, 20,000. Kula mwanangu. Hiyo ni akula. Kwa hiyo sijali nitaishi vizuri. Achana na mama yako, mama yako ajielewi. Hiyo si mimi yenyewe ndo nimekufa. Na kweli nilipewa hadi simu. Ndio alikuwa serious. Nikapewa hadi simu, maana si nimeondoka nyumbani. Ndio, ili mnawasiliana vizuri sana. Nikamaliza miezi 3. Katika hiyo miezi 3, miezi 4, mwezi wa 5, kama nimemaliza miezi 6. Alifanikiwa kuja pale field? Hakufanikiwa, maana mimi sikumuelekeza. Lakini nilikuja nikamueleza ule dada. Mimi kilichonifanya nimeondoka nyumbani ni kwa sababu hivi na hivi, babangu ananisumbua, anashindwa kukaa kwa amani nyumbani na mimi siwezi. Umeona? Kwa hiyo ndo maana anakwambia kila mahali ninapotoka nifanyaje? Umueleze. Sio kwamba ananichunga baba anakuchunga kwa uzuri, hapana. Yeye ana sababu zake. Umeona? Kwa bahati nzuri pale sijui nahisi walishindwa kulipa kodi. Nikaa nimepata rafiki wa kiume. Kule. By the way hapo ilikuwa wapi field? Ilikuwa ni Nyanzini. Ukapata mwana? Nikapata rafiki. Tulipatanaje taratibu?
Alikuja akanitongoza sasa kipindi hiyo sasa mimi kwa ikifikaga muda mchana naenda kununua vitu vya staff kupika. Kwa hiyo nilikutana naye njiani tukapeana namba, tukawa tunachat sasa akaniambia mimi nataka mwanamke wa kuoa. Lakini nikijiangalia ni mdogo lakini mtu ananiambia vitu kama hivyo. Kwa sasa mimi nikasema bora nikakae na huyu maana pale kuna ile ofisi nilipofikia na hisi walisimamishwa. Mimi nikasema kuliko nirudi kule nyumbani ambapo hapana amani. Bora nikakae na huyu. Kwa hiyo mimi sikujua kama kuna masuala ya kubeba mimba. Hujui chochote? Sijui chochote. Mama Patrick, ulijua mnaenda kula ice cream? Nikaenda kukaa naye. Tukaendelea na nyumbani sijasema. Hujasema chochote. Ila unakaa kwa mwana. Ninakaa kwa mwana. Kwa hiyo nikipata hela, ananipa na hela za matumizi. Ndio dingi kule. Anatumaga bado. Na bado anaendelea kutuma. Mwana ukuwahi kumwambia chochote kuhusu baba? Sikuwahi kumueleza chochote. Alikuwa anaitwa nani jamaa? Alikuwa anaitwa Miss. Ulikuwa unampenda au ulienda kwa sababu ya ile shida? Sikuwa nampenda. Hapo sasa nimekuelewa. Nilienda kwa sababu ya shida maana si nitakuwa nakaa kwa amani. Kwa hiyo katika kufika hivyo ndo tukawa kama vile ndo wapenzi. Lakini mimi simfanyaje? Simpendi. Mimi nakaa naye kwa ajili ya kukwepa kule nyumbani. Bahati mbaya nikabeba ujauzito. Lakini nikaona nimueleze nani? Ilikuwa kwa muda gani mmekaa pale mpaka ukapata mimba? Mwaka. Na hisi haikufika. Ilikuwa ni kama maana 7-8 hivi. Mpaka unabeba mimba si ni kwamba tayari mmeshakaa muda mrefu. Yes. Nikabeba ujauzito. Mbeba ujauzito na akaanza kunibadilikia. Niondoke.